Mtazamaji, karibu katika kipindi cha Kilimo Ajira Yangu. Katika kipindi cha leo, tutaangazia juhudi za TARI kituo cha Naliendele za kuzalisha mbegu bora za zao la karanga na kusambaza kwa wakulima katika mikoa ya Kigoma, Kagera na Shinyanga ili walime na wazalishe mbegu nyingi kwa ajili ya kuwapatia wakulima wengine. Kumbuka, kipindi hiki kinaratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania, TARI, kituo cha Naliendele mkoani Mtwara. Mtazamaji, mikakati ya TARI kituo cha Naliendele ni kusambaza kwa wakulima mbegu bora za zao la karanga ili wawe na kilimo chenye tija ambacho kitasaidia kukuza uchumi na kuondoa tatizo la uhaba wa mafuta ya kula hapa nchini. TARI kituo cha Naliendele kinafanya tafiti na kuzalisha mbegu bora zinazokinzana na magonjwa pamoja na mabadiliko ya hali ya hewa. Zao la karanga kwa mkoa wa Kigoma lina fursa kubwa na watu wanatengeneza pesa nyingi kwenye zao hili. Na sisi kama wadau watafiti wa zao la karanga kupitia mradi wa Accelerate, moja ya jukumu letu ni kuhakikisha zile mbegu tulizozigundua kuanzia miaka 10, chini ya miaka 10, zinafikia wadau wetu kwa haraka ili waweze kuongeza tija kwenye kilimo chao. Kwa hiyo kwa hapa Nyakitonto, kupitia mdau wetu huyu wa Nyakitonto Youth Development, tunashirikiana naye kuhakikisha kwamba malengo ya wakulima yanafikiwa. Kwanza kuanzisha mashamba ya mbegu, kuhakikisha wakulima wanapata mbegu za kisasa ambazo zimeboreshwa za kuanzia chini ya miaka 10, ambazo zina ukinzani wa magonjwa lakini pia lina mavuno mengi. Kwa sababu imeonekana wakulima wengi hapa hawatumii mbegu bora. Kwa wakipata mbegu hizi itawawezesha kuongeza tija kwanza kwenye kilimo chao, lakini jambo lingine ambalo tumeliona hapa, kuna tatizo la ugonjwa wa ukoma kwenye kijiji hichi cha Kitagata. Kwa hiyo sisi kama TARI Naliendele tuna mbegu bora ambazo zina ukinzani wa magonjwa haya lakini pia zinazaa sana. Kwa hiyo kwa kushirikiana na mdau huyu tutahakikisha wakulima wanapata mbegu ambazo zinajibu changamoto zao, kwa maana ya mbegu ambazo zina ukinzani na ugonjwa wa ukoma lakini pia zitaongeza tija kwenye kilimo chao. Jambo lingine tuliloliona hapa ni mahitaji makubwa ya mbegu bora kwa wakulima wetu, na wakulima wengi wameonyesha wana mahitaji ya mbegu bora. Kwa sisi kama TARI Naliendele, kwa kushirikiana na wadau wengine wanaofanya kazi eneo hili, tumekubaliana kwanza kuwafundisha wakulima kuzalisha mbegu ili ziweze kupatikana hapa kijijini kwao. Kwa kushirikiana na wadau walioko hapa, tutaanzisha mashamba ya uzalishaji mbegu, lakini pia wakulima watapata mafunzo ya uzalishaji mbegu ili wazalishe mbegu na kuziuza hapa kijijini kwa bei nafuu, lakini pia upatikanaji wake uwe wa uhakika. Mbegu hizi zimetolewa kwa vikundi vya wakulima na mkulima mmoja, ambapo wamepatiwa elimu ya jinsi ya kuandaa shamba na kuhudumia shamba kwa ajili ya kupata mavuno mengi. Katika msimu huu wa kilimo ambao unaanza, tunashauri wakulima kuweza kufuata kanuni bora za kilimo bora cha zao la karanga. Kanuni bora za kilimo cha karanga ni pamoja na kupanda kwa wakati. Wakulima wengi wanakuwa hawapandi kwa wakati, na ndio maana hawapati mavuno ya kutosha. Mara tu mvua inapokuwa imenyesha ya kutosha shambani, imechanganyikana vizuri na udongo, ndipo mkulima anapopaswa kuwa ameshaandaa. Manake kabla ya mvua shamba linatakiwa liandaliwe. Mvua zikianza kunyesha ni muda wa kwenda kupanda. Na wakati wa kupanda lazima wafuate zile nafasi za upandaji. Kutoka mstari hadi mstari ni sentimita 50, lakini kutoka 21 na 21 ni sentimita 10, na unapanda karanga moja.
lakini kwa ekari moja unapanda karanga zile ndogo ndogo unapanda kilo 25. Kwa zile karanga kubwa kubwa ambazo mara nyingi huwa ni nyekundu unapanda kilo 30 mpaka 32. Lakini pia ninawashauri wakulima kuweza kufuata kanuni bora za upaliliaji shambani, karanga zikiwa shambani. Kupalilia kwa wakati, kwa sababu karanga hazihitaji majani mengi. Kukiwa na majani mengi shambani, kwenye shamba la karanga, pia inaweza ikapelekea kusababisha hizo karanga kuathirika na wadudu, kuathirika na magonjwa. Kwa hiyo unapaswa kupalilia pale tu unapoona majani yameota shambani. Sichoke mkulima kupalilia hata mara 2 au mara 3 mpaka muda wa karanga wa kuvuna. Lakini pia tunashauri uvunaji mzuri. Wakulima wengi hawana kanuni bora za uvunaji wa karanga, na ndio maana karanga nyingi wanavuna zinapoteza soko kwa sababu ya uvunaji mbaya, zinapoteza ubora. Rangi haziwi na rangi ile asilia, lakini pia wanasababisha karanga ziweze kuathirika na ugonjwa wa sumkuvu. Kwa maana hiyo uvunaji mzuri unaweza ukapelekea mkulima kuweza kupata soko la kuuza, kwa sababu karanga inakuwa katika ubora wake na inakuwa haijaathiriwa na ugonjwa wa sumkuvu, ambao sumkuvu pia inapoteza sana ubora wa karanga, lakini ina madhara makubwa kwa mlaji, kwa mtumiaji, inaweza kumsababishia ugonjwa wa kansa. Mtazamaji, zao la karanga ni zao mojawapo linaloweza kumsaidia mkulima kukua kwa haraka kiuchumi, sababu ambayo inawafanya wakulima kuchangamkia fursa iliyopo katika kilimo cha karanga. Kata hii ya Kitagata inavyo vijiji viwili ambavyo ni kijiji cha Kitagata chenyewe pamoja na kijiji cha Kasasa. Katika eneo hili la Kitagata wakulima wamekuwa wakilima zaidi mazao ya chakula ambao ni zao la mahindi pamoja na zao la maharage pamoja na muhogo, ndio mazao makubwa yanayolimwa katika eneo hili. Lakini baadhi ya wakulima pia wamekuwa na mwitikio wa kuanza kulima zao la karanga kulingana na uhamasishaji unavyoendelea, lakini pia kulingana na bei iliyopo sokoni, bei ya karanga. Na ni ardhi ambayo inafaa sana kwa kilimo cha karanga, na kwa kweli tunaendelea kuhamasisha wakulima waendelee kulima zao hili, na kwa sababu zao la karanga limeonekana linatija sana. Kwa mfano, kwa kipindi hiki tulichonacho, zao la karanga zilizomenywa kilo moja wanauza shilingi 3,000 hadi 4,000 kwa eneo hili tulilopo. Lakini pia kwa gunia ambalo limeshonwa vizuri kwa karanga ambazo hazijamenywa wananunua kwa 200,000. Kwa hiyo ni zao ambalo kimsingi limekuja kuleta fursa baada ya zao la muhogo kushuka bei kidogo. Kwa hiyo watu wanaanza sasa kuamka kutoka kwenye usingizi kutafuta fursa nyingine kupitia zao la karanga. Kwa fursa hii wakulima waliopata mafunzo ya kilimo cha karanga kwa kweli itawasaidia kiuchumi, kwa sababu karanga ni zao ambalo halisumbui sana kama mazao mengine. Yaani ukilima unapata kweli. Kwa hiyo hii fursa ambayo wameipata na tayari wametoa mafunzo ya uzalishaji wa mbegu ya karanga, kwa kweli itawasaidia sana kuongeza kipato chao. Mimi kwa kweli nimependezwa na mafunzo niliyoyapata, maana sisi hapa Kitagata tulikuwa tunaona hiyo kilimo cha karanga ni kama zao la kawaida tu. Kumbe kwa elimu tuliyoipata, natamani kabisa kupata hiyo mbegu tulime kwa ajili ya kuongeza kipato cha familia. Maeneo ya kulima tunayo, mashamba tunayo ya kutosha, nguvu tunazo, sema tu changamoto ilikuwa ni uelewa mdogo. Kwa vile tumepata hiyo elimu, tuna hamu kabisa ya kufanya kazi kulima hicho kilimo cha karanga ili baadaye na sisi tubadilishe maisha yetu. Awali ya yote, kwanza mimi nashukuru kwanza shirika hili limekuja kutupa elimu kuhusu zao la karanga. Zao la karanga ni zao tulioliona kama zao la kawaida kwa ajili ya matumizi tu ya chakula na vitu vingine vya viungo na nini. Lakini kwa elimu hii tulioipata sasa, tumejua kwamba zao la karanga ni zao lenye faida. Na kwa sasa kulingana na bei pia zilizopo masokoni, tunajipanga vizuri kulima zao la karanga kwa ajili ya kuinua kipato cha familia na kufanya mambo mengine
ambayo yanaweza kuendesha maisha yetu. Kwa kweli kwanza nitoe shukurani kwa hawa wakufunzi wetu ambao wamekuja kutufundisha namna ya kilimo cha karanga. Kwa kweli tunaona kama kilimo cha karanga ni kilimo cha kawaida, lakini kwa mafunzo haya naomba serikali kwa kweli pamoja na mashirika haya ambayo yanaenda kutupa mafunzo haya watuletee mbegu kwa ajili ya kilimo hiki cha kilimo cha karanga. Kwa nini walete? Kwa sababu ni changamoto. Mbegu mara nyingi tumezoea kulima mbegu za hizi mbegu za kawaida za kienyeji ambazo hazileti tija, ambazo hazileti mavuno ya kutosha. Kilimo cha karanga ni kilimo ambacho sasa kimeleta manufaa kwa sababu tayari soko limepatikana na watu wana mahitaji mengi kwa ajili ya kilimo na kwa ajili ya karanga. Tunashukuru taasisi ya TARI Naliendele kuweza kufika mkoa wa Kigoma kwa ajili ya kuhamasisha kilimo cha karanga. Sisi kama shirika la Nyakitonto Youth for Development Tanzania tuko tayari kushirikiana na TARI Naliendele na kushirikiana na wakulima ili kuongeza uzalishaji wa karanga mkoa wa Kigoma. Kwa nini zao la karanga? Ni kwa ajili ya kuongeza tija kwa wakulima. Kwa sababu wakulima wengi wamekuwa wakifikiria kuzalisha sana mahindi na maharage na mazao mengine na kusababisha wazalishe kwa kiwango kikubwa na kukosa bei. Lakini kilimo cha karanga kwa sasa naona kinaenda kuwa mkombozi kwa maisha ya wakulima. Kwa sababu mpaka sasa hivi bei ya karanga ni kubwa ukilinganisha na mazao mengine ya chakula. Hivyo sisi kama shirika la Nyakitonto Youth for Development Tanzania tuko tayari kuweza kuhamasisha wakulima kulima karanga kwa wingi kwa kutumia mbinu bora za kilimo. Kwa sasa hivi bei ya karanga kwa kilo moja ipo kati ya shilingi 4,000 hadi shilingi 6,000, inatokana na ubora wa karanga ulizonazo. Soko ni zuri na ni la uhakika na karanga zimekuwa zikitafutwa sana. Mikakati ya TARI kituo cha Naliendele ni kuona wakulima wanakuwa na kilimo chenye tija na kutumia fursa ya soko la karanga kwa kushirikisha mamlaka mbalimbali za serikali ili kusaidia wakulima katika maeneo mbalimbali kuwa na uhakika wa soko. Tunategemea kwa ajili ya biashara, lakini kilimo pia tunakitegemea kwa ajili ya mapato ya ndani ya halmashauri ya wilaya Ushetu, si ndio ndugu zangu? Kwa hiyo tuna kila sababu ya kuhakikisha kwamba tunapopata elimu kwa ajili ya kuongeza mazao yetu, hasa kwa zao la karanga ambao leo tumepokea wageni kutoka TARI, tulitakiwa wote tuwepo kwa pamoja ili kusudi tuweze kupata elimu ambayo elimu hiyo itatusaidia sana kwenda kuwaelimisha wakulima wetu. Hivyo niseme tu kwamba nawashukuru sana watu wa TARI kwa kuweza kufika katika halmashauri ya wilaya Ushetu na kuweza kuja kutuletea elimu inayohusiana na zao la karanga, ambalo kwetu zao la karanga mbali ya kwamba ni chakula, si ndio, lakini pia ni zao la biashara. Ni zao la biashara ambalo limekuwa likiongeza kipato kwa wananchi wetu. Kwa hiyo tuwapongeze, natamani tuwapongeze hata kwa makofi. Kwa sababu kwa taarifa nilizopata, watu wa TARI hii ni mara ya pili wanakuja kwetu, si ndio? Why Ushetu? Hebu tunaweza kujibu kwa nini Ushetu? Je, tunafanya vizuri sana Tanzania nzima? Ni kweli? Je, kwa nini sisi Ushetu? Kwa hiyo tunapopata nafasi ambayo wenzetu wametuthamini, na sisi tunatakiwa kuwarudishia hiyo thamani ambayo wametupa, kwa sababu TARI imetupa thamani. TARI imetupa thamani halmashauri ya wilaya Ushetu, na ndio maana ni kwa mara ya pili TARI inakuja kwa ajili ya kuendeleza zao la karanga. Kwa hiyo tunawashukuru sana TARI na tunaomba wasiishie hapa, hata ikiwezekana mwakani pia, kwa sababu elimu si haina mwisho ndugu zangu. Yes, tunaomba mwakani pia TARI waje
pale ambapo tutakuwa tumezalisha zao la karanga tukapata changamoto, tuweze kuwaeleza changamoto zetu ziweze kufanyiwa kazi, ili mwisho wa siku zao letu la karanga liweze kuzalishwa kwa wingi katika halmashauri ya wilaya Ushetu, wakulima wetu waweze kupata kipato, lakini pia kama halmashauri tuweze kupata nini? Mapato, lakini na afya ya wananchi wetu, kwa sababu wananchi wetu pia wanatumia karanga kama chakula. Sisi mradi wetu wa mavuno umeanza kilimo rasmi kwa wakulima rasmi mwaka jana, kilimo cha karanga. Kwa hiyo ni zao ambalo ilikuwa kilimo kikawaida tu, kila mkulima anajitafutia mbegu yeye mwenyewe, lakini baada ya kuona kwamba kuna uhitaji hasa upande wa mafuta, mradi wa mavuno uliona ni vyema uingize mojawapo ya component ya karanga katika miradi yake, nikiwa na maana kwamba mradi wa kilimo. Kwa hiyo mwaka jana tumeweza kuzipata mbegu kutoka huko Naliendele, Mtwara kwa kuoda, ambazo tulizileta kama awamu ya kwanza na tukawagawia wakulima ili wajaribu kama watapendezwa hilo zao liweze kuendelea. Kwa hiyo walijaribu, walio wengi walipendezwa na zao hilo la karanga. Tumeziona hizo ni mbegu nzuri ambazo zinaweza kusaidia kwa wadau wetu waweze kuchakata mafuta. Pia mradi wetu kama nilivyosema, ushirikiano huu tunaona ni muhimu wa kushirikiana na research ya Naliendele, ni kwamba tunatumaini kwamba wataweza kukidhi mahitaji yetu kwa kutupatia mbegu, kiasi cha mbegu tunazozihitaji. Kwa upande wa zao la karanga, nipende kuzungumzia zao la karanga ni kwamba katika msimu wa 24-25 tulikuwa tumelima hekta 17,145 na uvunaji mavuno halisi tumepata tani 26,148 ambazo zimeuzwa sehemu mbalimbali na zingine zimebaki kama mbegu kwa wakulima. Kwa hiyo niseme msimu huu malengo tuliyotegemea kufuatana na hali ya hewa, tunategemea kuvuna tani zaidi ya 26,000 kufuatana na jinsi ambavyo tumetembelewa na wakufunzi wetu kutoka TARI na Naliendele. Kwa mafunzo haya na mbegu ambazo watakuwa wametupatia zitatusaidia kuongeza kipato na hata uzalishaji wa zao la karanga utaongezeka. Baada ya mafunzo haya ni kwamba wakulima wetu wana hamu sana ya kuendelea kuzima zao hili la karanga, kwa sababu ndio zao tegemezi sana linalowapatia kipato cha haraka ukilinganisha na mazao mengine, kwa sababu ni zao lenye kuhitajika sana kwa muda mwingi na linauzika kwa wakati wote. Uzalishaji wa mbegu bora za zao la karanga unaofanywa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo TARI kituo cha Naliendele ni kwa ajili ya ustawi wa maisha ya mkulima. Na baada ya mafunzo wa maafisa ugani huwa wanapatiwa mbegu hapa halmashauri kwa ajili ya kuweza kuzalisha mbegu hizi za zao la karanga ili kuwe na upatikanaji wa kutosha wa mbegu hizi za zao la karanga. Lakini mbali na mbegu pia huwa tunawachia mbegu kwa ajili ya majaribio ambayo tunaendelea na utafiti pia wa zao hili la karanga. Baada ya ushirikiano huu na halmashauri, tunachotegemea ni kuona kwamba kilimo cha zao la karanga kinakuwa ni kilimo chenye tija, hasa kwa wakulima ambao wanaweza kutumia mbegu bora za zao la karanga ambazo pia ni kinzani na magonjwa na wadudu, lakini pia na kuhakikisha kwamba uzalishaji wa zao hili unakuwa ni mkubwa katika halmashauri. Mtazamaji, hadi hapo tunafikia mwisho wa kipindi chetu kwa leo. Kumbuka, kipindi hiki kimeratibiwa na Taasisi ya Utafiti wa Kilimo Tanzania TARI kituo cha Naliendele.
Usikose kuangalia kipindi kingine cha Kilimo Ajira Yangu wiki ijayo, muda na siku kama ya leo. Asanteni.